Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia tu machache juu ya hoja iliyo mezani ya bajeti ya Wizara ya Elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ameonyesha utashi wa kisiasa kuhusu utoaji wa elimu katika nchi yetu. Hakuna kipingamizi au maneno yoyote tunaweza kusema. Kwa kweli shule nyingi sana zimejengwa katika nchi yetu kipindi hiki, na zaidi shule zimejengwa kila mkoa za watoto wa kike. Kwa hiyo tunashukuru sana rais wetu kwa kuliona hili, na kwa kweli apate maua yake. Tunapomsifu mtu tunasifu na uwezo wake. Tunamsifu pia kwa mwanamama kwamba kwa kweli amejitahidi sana kuhakikisha kwamba nchi yetu sasa watoto wetu wote wanaweza kupata nafasi ya kusoma. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi mchango wangu nitauelekeza katika mdondoko wa wanafunzi, yani ile dropout. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesoma katika randama ya Wizara ya Elimu ya bajeti ukurasa wa 18, mmejitahidi kutuonyesha takwimu kidogo. Katika randama hiyo mnasema mwaka 20 mpaka 2025, yani mwaka huu, wavulana 5613 na wasichana 10239, ambayo inaleta karibu wanafunzi 15,800 wameweza kurejea katika mfumo rasmi wa elimu. Lakini ukienda TAMISEMI sasa, wao wanasema 2023 mpaka 2024 wanafunzi wavulana 76,125 na wasichana 72,218, ambayo inakuja karibu 16,000. Hawa wametoweka, yani wamedondoka, kwa lugha nyingine ndio mdondoko huo. Sasa tunakuja NECTA wao wanasema 2023 wanafunzi 503,094 ambao hawakumaliza mitihani yao. Sasa mimi nataka niulize serikali, je, kwa takwimu hizi ambazo zinatoka kwenu, zinatoka TAMISEMI na NECTA, ni kipi? Mimi napenda nishauri Wizara ya Elimu, fanyeni utafiti sasa ili tuhakikishe tunajua ukubwa wa tatizo hili. Jambo hili msilipuuzie. Kama nilivyosema ni kwamba rais wetu amejitahidi kujenga mashule, kwa nchi na invest katika elimu. Alafu tuna watoto ambao wanapotea, hatujui hata mahali walipo. Hatujui mahali walipo. Hawafanyi mitihani, hawamalizi wavulana kwa wasichana, na nyinyi katika randama huku mmesema wavulana ndio wengi. Kwa hiyo ni lazima mfanye utafiti, mje na jibu ili mpate takwimu, ili muweze kupanga mkakati ulio rasmi wa kuweza kukabiliana na janga hili. Lakini pia nimetazama katika mpango wenu wa bajeti, hakuna mahali ambapo mmegusia. Yaani soma kwenye bajeti hii, Mheshimiwa Waziri, una kitu chochote ulichotuwekea kwamba je, mwaka huu kama mlisema mwaka mwisho huu ilikuwa ni milioni karibu 50, milioni 15. Je, sasa hivi hii bajeti ambayo ni 2025 mmeweka wanafunzi wangapi ambao watarejea? Kwa tungetaka kujua kwamba watarejea wangapi ili tuone kwamba tunaweza kupunguza hili tatizo. Manake ukichukua hii takwimu ya TAMISEMI ni wanafunzi zaidi ya 140 na kitu. Ukitoa ile 16 tuna wanafunzi 120,000 na ambao wamalizi shule wanatoweka mitaani na hatujui mahali walipo. Na tuna investi, tunaweka watoto wetu. Je, baadaye baada ya miaka 10 ni kitu gani tutakachokuwa nacho? Kwa hiyo mimi napenda kuona kwamba nishauri kwamba hakikisheni mnatafuta utafiti, mnafanya utafiti, mnahakikisha tunaweza kumalizaje hili tatizo la wanafunzi wetu kutomaliza shule. Na ukizingatia kwamba bajeti, tunaposema tuna discuss bajeti hapa, ni kwamba tunaangalia mipango yetu ya nchi, na mipango hii tunaitafsiri katika fedha. Kwa hiyo ni kwamba bajeti haipaswi kumwacha mtu nyuma. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba watu wote wanakuwa included. Bajeti inawaunganisha kwa pamoja, mipango yetu inawafanya na wao wanafaidi bajeti yetu ambayo tunapitisha leo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda sasa niongelee jambo lingine, ni kuhusu walimu.
Ni kweli walimu tuna uhaba mkubwa, lakini mimi sitaongelea uhaba. Nitakachoongelea Mheshimiwa Naibu Spika ni namna gani serikali inaweza ikaandaa wanataaluma, taaluma ya walimu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mwalimu professional. Nilisoma kwenye chuo cha walimu. Nimepitia hatua zote. Nyinyi mnajua mwalimu anavyoandaliwa. Unakwenda block teaching, una mwalimu wako nyuma. Unajifunza methodology, unajifunza vitu mbalimbali, unapikwa, baadaye unafanya mtihani, wanakupa certificate kwamba sasa nenda wewe unaweza kufundisha watoto wa umma. Ndivyo tulivyosoma na ndivyo tulivyofanya kazi. Tulifundishwa mpaka ile BBB inaitwa blackboard work. Lazima ufunzwe hata namna ya kuandika ubaoni. Unafundwa kila kitu. Sasa mnaandaa walimu alafu mnawadamp. Tunao watoto mtaani wa miaka 2018 mpaka leo. Sasa mmemsomesha mtu, mmempa certificate, anaenda kuwa bodaboda, anakuwa kwenye vibanda vya fedha, anakuwa mamalishe kwa sababu lazima ajikimu. Alafu mnatangaza ajira, mnataka kumpa mtihani. Upi? Ana certificate yake. Mimi cheti changu cha ualimu ndo kininipa ajira kwa sababu nilipita chuoni wakaniambia kwamba sasa Contessa unaweza kwenda kufundisha watoto wa umma. Sasa mmewapika, mmewaandaa, mnatupa taaluma ya ualimu mitaani. Alafu mnawadhalilisha na kuwanyanyapaa. Mheshimiwa Waziri, nini mtihani mtu akiwapa mtihani mtaufanya saizi? Hata wa darasa la 7 mtashindwa. Kwa hiyo msiwanyanyapae. Waje na certificate zao. Waliandaliwa kule. Hivi vyo mnavidharau. Wekeni mitaara basi ya bodaboda kule. Wekeni mitaara ya mamalishe. Mjue kwamba walimu hao wakisasoma watatoka huko wataenda kuendesha pikipiki. Watakuja sasa utawaambia kwamba sasa umekuja tuambie njia ya pikipiki na weko namba ngapi ili kusudi tupe walimu. Mimi naomba serikali acheni kupoteza taaluma ya wasomi hawa walimu. Mnawadampu huku alafu mnasema tunaomba walimu. Mheshimiwa Naibu Spika, watoeni waje na vyeti vyao, wanalalamika. Unakwenda kumuuliza maswali gani? Mimi hata siyajui, labda wengine mnayajua. Mnawauliza maswali gani? Wakati wewe umesomesha mwalimu wako alafu baadaye Mheshimiwa Mkenda unakuja unamwambia moja x+y au unamwambia nini? Yeye amesoma taaluma yake. Mmekwenda mmempa mkabidhi cheti. Alafu unamweka miaka 6. Jamani, ni mtu gani huyu ambaye anaweza kukaa miaka 6 baada anakumbuka alivyoambiwa uwe mswafi darasani? Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili mimi kwa kweli silipendi sana kwa mawazo yangu mimi mwenyewe. Napenda watoto waje mwape interview gani? Hakuna interview, waje na certificate zao. Kama ni certificate walifoji. Kama walimu wamewapika, wamepikwa, wamekuwa walimu kama sisi. Anakuja na certificate ndo nyenzo ambayo inaweza kumfanya kuwa mwalimu. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante.